Watazamaji wa Aviation Tanzania, tumerejea tena katika sehemu ya pili ya mahojiano yetu. Bado tupo katika kiwanja cha ndege cha Arusha, ambapo awali tumeweza kupita katika kuangalia zoezi zima na shughuli zinazoendelea zikiwa chini ya usimamizi wa Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania TAA, na hapa tupo katika sehemu ya pili ya mahojiano ambapo tunapata fursa ya kuzungumza na miongoni mwa waongoza ndege katika kiwanja cha ndege cha Arusha, Mr. Wilfred William, ambapo tunafahamu zoezi zima la uongozaji ndege linasimamiwa na Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA. Mr. William atatufahamisha mambo tofauti kuhusu shughuli hizi za uongozaji wa ndege katika kiwanja hiki, lakini zaidi tufahamu teknolojia inayotumika na namna ambavyo shughuli nzima zinaweza kuendeshwa hapa katika kiwanja hiki ili kuweza kuhakiki ufanisi na usalama wa safari za ndege katika kiwanja hiki. Habari yako Mr. William? Salama. Kwema? Salama. Mzima? Niko poa. Mr. Wilfred, unaweza kutufahamisha kwa ufupi kuhusu zoezi zima la uendeshaji wa ndege, uongozaji wa ndege hasa katika upande wa control tower? Ni teknolojia ipi hasa inatumika katika kuongoza ndege na mawasiliano baina ya rubani pamoja na waongoza ndege katika kiwanja hiki cha Arusha? Okay. Kwa uwanja wa Arusha tuna provide service inaitwa Airdrome Control Service, ambayo yenyewe inadili na ndege zinazoondoka katika kiwanja cha Arusha na kutua katika kiwanja cha Arusha. Teknolojia kuu tunazozitumia hapa, ya kwanza ni katika mawasiliano ni tunatumia radio communication. Katika anga tunasema katika frequencies za level za VHF, yani very high frequency. Hizi zinatusaidia ku-communicate na mapilot wakiwa juu na wakiwa chini. Tunatumia very high frequency kwa lengo la kukava eneo kubwa. Tukisema radio ni the same kama unavyotumia mtu akiwa anasikiliza radio ya nyumbani. Let's say anasikiliza kipindi fulani cha radio, anatakiwa tune frequency fulani ili aweze kupata ile radio. So kwa hapa pia tunakuwa na frequency zetu ambazo pilot atatune na sisi tutakuwa tumetune. Yeye akiongea tunamsikia na sisi tukiongea tunamsikia. Ya tofauti ya radio za zile zingine na hii ya kwetu ni kwamba yeye anaweza kaongea na sisi tunaweza kuongea, so mmoja anasikiliza tu. Kuna mfumo wote mbadala ambao unatumika iwapo mfumo ambao unatumika kwa sasa hivi unaweza kupata changamoto yoyote? Actually yes. Katika sheria za ICAO hicho ni kitu kinachotakiwa kuwepo, kwamba lazima muwe na backup just in case kama main one zikifeli. Main yenyewe kwanza kwa hapa Arusha, main radio tunatumia ina antenna mbili ambayo ni ya standby na main. Yani hata main ikifeli, standby ina pick up automatically. Ikitokea zote zimefeli, tuna secondary frequency ambayo inaweza kutumika pia kufanya communication baina sisi na pilot. Na pia ikitokea zote zimefeli, sasa tuna standby radio ambayo ipo na yenyewe ni standalone, haitegemei umeme, haitegemei, inachajiwa kama simu, even though ina uwezo mkubwa wa kufanya kazi. So tunatumia ile pale kufanya mawasiliano na pilot. Yes. Sasa hivi ni kipindi cha high season. Kwa haraka kwa makadirio, kila baada ya muda gani ndege inaingia na ndege inatoka hapa katika kiwanja hiki? Ina depend na time. Kuna peak hours na time za kawaida hata kama ni high season. Ikifika kwenye peak hours inaweza ni within 2 minutes ndege ishaingia ishatoka hivyo, yani ndani ya dakika 2 katika peak hours. Yes. Lakini ukisema total movement ya aircraft ambayo tunapata katika high season, ina average ni kama ndege 150 per day. But kuna siku ambazo zilishawahi kufika paka ndege 170 na per day. Yes. Hizo zinaingia na kutoka. Yes, hizo ni ndege zinazoingia na kutoka katika uwanja wa Arusha. Yes. Okay. Umesema kuna peak hours, kwa maana ni wakati ambao ndo mnapokea ndege nyingi zaidi, ama inakuwa ni kipindi fulani cha muda, ama ni muda gani? Unaweza ku clarify kwenye hili? Okay, peak hours ni muda katika siku ambao unakuwa na ndege na movement nyingi. Yani kwa mfano kama hapa Arusha kuanzia saa 6 mpaka saa 8 hivi kunakuwa na ndege nyingi sana, operations za ndege zinakuwa ni nyingi. Zinazoingia na zinazotoka. Na pia jioni kuna baadhi ya ndege zinakuwa zimeenda polini au zimeenda mikoa mingine zinarudi kuja Arusha. Na asubuhi
asubuhi sana zile mida kama saa 2 kuna ndege ambazo zinatoka hapa Arusha kwenda airports zingine. Okay. Yeah. Ndege zipi za aina ipi, ni zile za biashara au zile binafsi, zipi ambazo zinaingia na kutoka kwa wingi zaidi hasa katika kipindi hiki cha high season? Ni ndege za biashara, ni ndege za biashara, makampuni mama hapa Tanzania kama Freightlink, Air Tanzania, Precision, Arik, Coastal, na nyingine kama Salomwea. Ndio ndege zinazopaleti sana hapa Arusha, kwa wingi hapa Arusha. Mr. William, tugusie kiasi kuhusu fani yako ya uongoza ndege kama air traffic controller. Ni utaratibu gani ambao mnautumia hapa katika kiwanja hiki kuweza kuhakikisha kwamba ndege zilizopo angani hazigongani na hata zinapofika ardhini hazigongani, kwa maana zile taratibu za kiusalama ambazo mnazitumia ili kuhakikisha kwamba hakuna matukio kama hayo, hasa katika kipindi hiki ambacho ni high season na kuna idadi kubwa ya ndege zinazoingia na kutoka hapa? Okay, kwa hapa Arusha kama nilivyokuambia tuna provide aerodrome control service, ambayo hii ni service inahusikana na ndege zinazotua na kuondoka katika uwanja wetu wa Arusha. Na separation tunayoitoa sisi hapa kuhakikisha ndege hazigongani, zinazokuja kutua zikiwa angani, tunasema ni visual separation, ambayo unahakikisha control umeiona ndege, kwa sababu unaziona kwamba hii iko upande huu hapa, hii iko upande huu hapa, kwa sababu unaiona basi nitaiambia iende hivi, ifanye hivi, yani ikusudi zisikutane. Hiyo ndio tunaita visual separation, ndio tunaitoa sisi hapa Arusha. Kwa hiyo tunafanya hivyo kuhakikisha ndege hazigongani, na pia ndege kabla hajataka ku descend, kama ina maintain level fulani ambayo imeshapewa na approach, kwamba inakuja kutoa imeshapewa level na approach, kabla hajataka ku descend below that level ambayo ina maintain, lazima ifanye communication na controller ku make sure kwamba controller make sure kwamba hamna ndege nyingine ambayo ita conflict na hiyo ndege, ndo waweze kuiruhusu ndege iweze ku descend, iwe separated na nyenzake ambayo iko chini. Na kwa upande wa chini pia ni hivyo hivyo, ndege kabla hajataka kuondoka, hajataka kutaxi, lazima imuite tower, ipate kibali kutoka kwa tower kwamba anairuhusu itaxi. Kwa hiyo tower atairuhusu ndege ingie kwenye runway kama anajua kwamba hamna ndege nyingine na kuja kutoa iko karibu, ikusudi hizo ndege zisije zikakutana chini. Kabla tujaendelea kidogo kuhusu kwenye mawasiliano kati ya control tower, air traffic controller na marshal pamoja na rubani, na swali moja hapa katika upande wa hasa kwenye upande wa attitude separation, iko vipi hasa katika ndege ambazo zinaingia na kutoka hapa Arusha? Okay. Tunaita vertical separation. Hii inakuwa provided between two aircraft, ambayo inatakiwa iwe ni 1000 feet apart. Yani let's say ndege ina maintain futi 5000, ndege nyingine inatakiwa i-maintain futi 6000, isudi kusema zile ndege ziko separated. Tunasema ni vertical separation, yani kwamba ndege moja ni yani tuna in terms of feet, kwamba ndege moja kama iko futi fulani kutoka usawa wa bahari, ndege nyingine itakuwa katika urefu gani kutoka usawa wa bahari, hiyo ndio tunaita vertical separation. Asante. Na turejee sasa kwenye kitu ambacho umekigusia hapo mwanzoni. Mawasiliano yako muongoza ndege yanaishia wapi baina yako wewe na rubani anayefanya safari ya ndege? Okay, kwa upande wa hapa Arusha, ndege ikija kutua, ikisha vacate runway, ikawa ipo kwenye taxiway na taxi, inaelekea kwenye airplane kwenda kupark, kuna kitu tunaita holding point. Ikisha cross ile holding point kuingia kwenye airplane, pale ndo tuna terminate mawasiliano na pilot. Otherwise kama akiwa anataka kitu kingine, assistance kutoka kwetu au kulelay information kwa marshal, vitu kama hivyo, ndo tunaweza communicate naye. Lakini akishatua akavacate runway, akacross holding point ya taxiway, zeni hapo ndo tunakuwa handover kwa marshal kwa lengo la kupaki. Lakini ikiwa anaondoka ni kuanzia pale anapokuwa apron mpaka anapo airborne, tunamtransfer kwa unit ambayo itampokea, ambayo ni approach control. Yes. Ni kwa namna gani mnawasiliana na marshal sasa? Yani mawasiliano yako kati yako wewe muongoza ndege na marshal ni muhimu kiasi gani katika kuhakiki usalama wa safari za ndege?
Okay, mawasiliano na mashallah ni muhimu kwa sababu kujua ndege inatakiwa ipaki wapi, kwa sababu mashallah wanafanya communication na watu wa operators kujua kwamba hiyo ndege yao itaondoka saa ngapi, kama imemaliza miruko yake na kama inaondoka muda sio mrefu. So wao wanakuwa nafahamu, na hiyo inatusaidia sisi pamoja na wao pamoja na ndege pia kwamba zipakiwe kulingana na safari zao zitakazofanya, kusudi zisije zikablock ndege zingine kuondoka. Let's say kama ndege moja inachelewa kuondoka afu moja inawahi kuondoka, inatakiwa ipakiwe in a way that ile ndege inayowahi kuondoka iwe free kuondoka iweze kuondoka. So lazima tufanye communication na mashallah juu ya hilo, kuhakikisha ndege inapakiwa sehemu ambayo ni sahihi kabla haijaondoka. Na mawasiliano tunayotumia sisi na mashallah kwa hapa Arusha, tunatumia radio za mkononi hizi. Tunawasiliana na mashallah, zina frequency zake pia. Tunawasiliana na mashallah kutupa hivyo, kumuuliza ndege zinatakiwa zipakiwe, ziende zikapaki sehemu gani. Na kama kuna changamoto yote inapokuwepo apron, kwa sababu apron hiyo parking area ni jukumu la mashallah. Sasa kama kuna changamoto yoyote hapo, tuna communicate na mashallah. Okay, Mr. Wilfred, miongoni mwa baadhi ya changamoto ambazo zipo katika sekta ya anga katika viwanja vingi vya ndege Tanzania na duniani kwa ujumla ni hali ya hewa. Hasa katika viwanja vya ndege kuna baadhi ya nyakati ambapo ndege hutakiwa kusubiri juu ya anga kwa muda mrefu kiasi ili kuweza kutua kwa usalama hali ya hewa inapokuja kuwa sawa. Hapa Arusha, kutokana na maeneo ambayo kiwanja hiki kipo, kuna changamoto hiyo pia? Ndio, changamoto ipo kwa hapa Arusha. Changamoto ya hali ya hewa ipo. Yani kwa kifupi niseme ipo. Kuna nyakati ambazo mnatakiwa mnafanya pia utaratibu huo wa kuifanya ndege isubiri angani kabla ya kutua, ili pale ambapo hali ya hewa inakuwa sawa? Ndio, utaratibu upo. Kuna holding patterns ambazo zipo kwamba ndege kama ikiwa hali ya hewa ni mbaya haiwezi katua, inatakiwa make some holding ambayo itasaidia yenyewe kukaa angani kabla ya kuja kutua mpaka pale weather itakapokuwa improve. Yeah. Na utaratibu huu umetoa labda kiasi fulani cha muda kwamba hii ni maximum time duration ya ndege kukaa juu ya anga mpaka itakapotua, au ni mpaka pale hali ya hewa itakapokaa sawa? Okay, utaratibu wa kusema kwamba ni muda fulani anatakiwa hold huo haupo. Lakini kama ndege inakuja kutua, pia ndege zinatumia mafuta. So anaangalia mwenyewe kulingana na hali ya hewa inavyo improve. Yani muda wake inachukua muda gani kuimprove, ambao kama muda ukiwa ni mrefu utachukua muda mrefu kuimprove, ndege inaweza pilot anaweza ka request kudivert kwenda kutoa kwenye kiwanja kingine. Lakini kama hali ya hewa ikiimprove mapema, sisi kama waongoza ndege tunamwadvise pilot, then pilot ana decide kama anaweza kaja ka attempt kuja kutoa. Kwa hiyo hatumforce kwamba sasa hivi sasa unataka kuja utoe kwa sababu umehold kwa muda mrefu, hapana. Yeye tukishampa taarifa akaona anaweza katua, then anakuja kutoa. Akishindwa tena ata go around, then ataenda kwenye holding pattern, au anaweza proceed katika hiyo alternate aerodrome. Mara nyingi uwanja wa karibu hapa ni Kilimanjaro, so anaweza kaenda kutoa Kilimanjaro airport. Yeah. Lakini kwa nyinyi hapa mtamruhusu atue baada ya kuwa hali ya hewa itakapokuwa sawa? Yes. Tukiachana na swala zima la changamoto ya hali ya hewa, ni mazingira yapi mengine ambayo yanaweza kapelekea ndege iweze kusubirishwa angani kwa maana hiyo holding pattern? Okay, kuna mambo mengi yanaweza kusababisha ndege ka hold. Inawezekana ni due traffic, kwamba ndege zinakuja kutua zimefuatana nyingi kuja kutua. Kwa hiyo huyo aweza katua mpaka ndege zingine kwa zimetua. Hiyo ndege itabidi hold ikusudi ndege nyingine kishatua, ya ndege zikisha kuwa separated zote na yakawa separated na ndege ambazo ziko mbele yake, anaweza karuhusiwa kuja kutua. Hiyo ni situation ya kwanza. Lakini pia kama kuna any emergency ambayo imetokea chini ya ambayo inasababisha runway kufungwa at that time. Let's say kuna ndege imepata tire burst wakati inatua. Kama ndege imepata tire burst, it will take sometimes kuitoa ile ndege. Kwa hiyo ndege nyingine haiwezi kaja katua kwa wakati huo. Kwa ile ndege inayokuja lazima ita hold. Kwa hiyo hold mpaka ile ndege itakapokuwa clear na runway, then itatoka. Au kama pia kuna ndege imewahi kutua alafu kuna
viongozi wakubwa kama rais anataka kuondoka, kama waziri mkuu, makamu wa rais wanataka kuondoka, kuna some special treatment ambao wanaipata. Tunawapa time before ndege kutua na ndege kuondoka, wakitaka kuondoka wao. So let's say kuna makamu wa rais anataka kuondoka, afu ndege nyingine imewahi kufika, ile ndege inabidi ka hold asubirie hizi VIP movement ziishe ndo ndege nyingine itue. Katika cases kama hizo ni kwa muda gani VIP movements zinaweza zikachukua? Okay, sheria inataka kabla ya ndege ya VIP kuondoka kusiwe na ndege yoyote ambayo itakuwa imeondoka au imetua dakika 5 kabla ile ndege kuondoka. Na kishaondoka pia inatakiwa isubirie dakika 5 ndege nyingine kuondoka au ndege nyingine kutua. Kubai ile time kama ndege iko karibu inatakiwa hold. Kwa hivyo ndege inaweza ka hold angani labda kuanzia dakika 10 mpaka 15 kuendelea. Ina depend na situation inavyokuwa. Maybe anaweza hold hata dakika 4, akisha hold dakika 4 ile time ya kumfanya yeye atoke kwenye holding pattern mpaka kuja kutua inakomesha by time ya required time ambayo inamtakiwa yeye atwe baada ile ndege ya VIP kumeshaondoka. Okay. Turejea kidogo kwenye ile situation nyingine ambayo umezungumzia ambayo inaweza kapelekea holding pattern, ndege kusubirishwa angani. Mara ya mwisho tukio kama Tairbus kutokea katika kiwanja cha ndege cha Arusha ilikuwa ni lini kama unaweza kukumbuka? It's like kama 2 weeks zilizopita. Yes. Wewe inatokea mara kwa mara? Hapana, sio mara kwa mara. Unaweza vipi kukabiliana na situation kama hiyo hasa katika kipindi ambacho ndo high season, kuna runway moja? How do you handle that? Okay, actually ni changamoto sana. Sasa kama ikitokea katika peak hours nilizokuambia, kwa sababu itataka ndege zote zinazokuja kutua hold. Kwa itabidi ndege zi hold angani ikusudi hii ndege mpaka itakapotolewa kwenye runway na wafanye ukaguzi wa runway kwamba kama kuna some part of particles ambazo zinazozikawa ni mbaya katika operation of aircraft zimebakia kwenye runway kutolewa, maana kwenda kusukuma ile ndege na ukashangaa wameacha vitu ambavyo ni hatarishi katika operation ya ndege. Kwa lazima ipite inspection ifanyike ku clear zile kitu. Kwa hiyo yani kwa ndege ndogo mara nyingi inachukua kama dakika 15, dakika 10 sometimes kulingana na uharibifu wenyewe hiyo tairi ulotokea. So katika kipindi hicho kama ulikuwa na ndege zinakuja kutua, zitakuwa umezi hold somewhere ili kusudi ile ndege iweze kutolewa kwenye runway. Na inspection ifanyike. Tusalie hapo hapo katika nyakati ambazo zinaweza zikapelekea holding pattern ya ndege kwa maana ya ndege kusitisha safari yake zikiwa angani ili kuweza kusubiri labda shughuli zingine ziendelee kwa wakati huo. Umegusia swala la safari au msafara wa viongozi wa kiserikali. Ikitokea kuna changamoto au kuna dharura kubwa sana ya imetokea kwenye ndege ambayo iko njiani kuja hapa kutua hapa katika kiwanja cha Arusha, hiyo inakaa vipi hasa? Okay, katika ndege zenye dharura tunaziita kama aircraft in emergency. Hizo ndege zinapewa priority over ndege zote zinazooperate katika uwanja wote wa ndege. Kwa hiyo kama ndege ina emergency yenyewe ndio itapewa kipaumbele kuliko ndege ya aina yoyote. Na emergency tunazoziongelea hapa ni emergency zo kama za labda engine moja imefeli, ndege haina mafuta ya kutosha, so ikiendelea kufanya operation maybe inaweza ikapata ajali. So hiyo ni ndege ambayo ipo kwenye emergency pia. Na emergency zingine zote ambazo zinaweza zikajitokeza kama bad strike. Bad strike sasa ina depend na nature hiyo strike yenyewe. Kuna sometimes ndege inaweza ikawa imehit bad ambayo inakuwa ni effect yake sio kubwa sana katika ile ndege. Let's say sometimes wana hit hata wao wenyewe wanaweza
wasijue kama amehit ndege, kwa sababu ndege inaweza, lakini kama ni imehit ndege kubwa hawa, hiyo pia ni moja kati ya emergency. Maana inatokea kindege kidogo tu kimehit, labda kiko kinapita na ndege inapita, kimehit labda upande wa fuselage kiasi kwamba hakija cause much damage katika ndege, au hakija cause kabisa damage yote katika ndege, kiasi kwamba hata pilot mwenyewe anaweza asiripoti kama ile ni bird strike. Lakini when it comes to effect kubwa iliyokoziwa na bird strike, ile ni moja kati ya emergency ambazo zinatakiwa pia kufuatwa, kwa sababu bird strike inaweza ikasababisha ndege labda akapasua vioo vya ndege, pia ndege akasababisha engine isifanye kazi, engine moja labda imefeli kisa bird strike. Hiyo ni ndege ambayo ipo kwenye emergency. Kuna mazingira ambayo yapo ambayo yameshaainishwa kabisa kwamba ni ndege gani inaweza ikapewa kipaumbele kutoa kabla ile ndege ya kiongozi. Yani tunasema ikawa na priority over VIP, hizo VIP aircraft, VIP movement. Ndege ambayo ina priority ya kwanza kabisa ndo kama nilivyokuambia ni ndege ambazo ziko kwa emergency. Hiyo ndege ina priority over ndege zote. Yani kama ndege ina emergency, yenyewe ndio itapewa kipaumbele kuja kutoa. Ya pili ni ndege kama ikiwa imebeba wagonjwa au mgonjwa ndani ya ndege. Sometimes inatokea ndege imeamka, mtu akaugua ndani ya ndege, akawa jisikii vizuri, ndege inabidi rudi Arusha. Ile ndege pia ina priority over VIP movement, yes. Japokuwa kama kuna ndege yenye emergency, yenyewe ndio itaanza kwanza, afu zeni itakuja hiyo ndege iliyobeba huyo mgonjwa. Au hata kama kuna hizo ndege ambazo tunaita medevac flight ambazo zenyewe zinahusika na kubeba wagonjwa. Kama ndege imebeba mgonjwa lesi inamtoa hapa Arusha, au inamtoa hapa Arusha na mkimbiza Muhimbili, maana kwamba inaenda Dar es Salaam, ile ndege ina priority over hizo VIP movement. Pia kama kuna ajali imetokea, let's say somewhere, kuna ndege ambazo tunaziita za search and rescue, zinaenda kutafuta labda hivyo hizo ajali, pia hizo zina priority over VIP movement. Sawa. Tugusie kiasi kuhusu area of responsibility kwa hapa katika kiwanja cha ndege cha Arusha. Ni kwa umbali gani hasa in terms of maybe mita au kilomita ambazo mnaanza kuzishughulikia ndege ambazo tayari zinakuwa zimeingia kwenye airspace yenu kama kiwanja cha ndege cha Arusha? Okay. Kwa ndege zinazokuja kutua hapa Arusha, zinakuwa tunaanza kuzipokea sisi. Actually, kwa kifupi, area of responsibility ya Arusha ni tunasema ni 5 nautical miles. Na kwenda juu ni tunaita aerodrome traffic zone, ambayo ni 2000 feet from above ground level, ambao hapo ukiangalia ni kama futi 6500 kutoka usawa wa bahari. Ndo area of responsibility ya Arusha Tower. Kwa upande wa kwamba ni wakati gani tunazipokea ndege tunaweza tukazipokea umbali zaidi wa hilo eneo, endapo kama hizo ndege zikiwa hazina conflict na ndege zingine na zimekaribia kutua, and let's say labda ziko maili 15 kuja kutua. Mara nyingi hapa tunachukua maili 20. Kwa mfano kama ndege ziko maili 20, hilo eneo ni la approach, ndipo chini ya approach. Lakini kama hamna conflicting aircraft katika eneo hilo, let's say ndege iko peke yake tu au ndege inayokuja kutua nyingine iko mbali, ile ndege inakuwa released kwa Arusha Tower. Anadili nayo mpaka inakuja inatua. In case of emergency hakujawahi kutokea, maana kwa hapa kiwanja cha ndege cha Arusha kipo karibu na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro. Hakujawahi kutokea labda katika mazingira yoyote ambayo yametokea katika kiwanja kingine cha KIA ikawabidi nyinyi kuweza kuipokea ndege katika umbali ambao ni tofauti na wa kawaida? Inatokea, lakini pia kuna procedure ambazo zipo. Ikitokea hivyo, tutaipokea ile ndege, tutafanya communication na mtu ambaye anahusika na hiyo ndege kwa wakati huo, ambaye mara nyingi anakuwa ni Kilimanjaro approach. Tutampigia simu, tutampa taarifa za ile ndege, then yeye atatuambia kama kuna ndege nyingine ambayo ipo katika eneo hilo kama ambayo inahitaji kuwa separated.
yani kiasi kwamba kuprovide clearance ya ile ndege ikusudi iwe separated na ndege nyingine ambayo itakuwa maeneo haya hapo. Kwa sababu tunasema air traffic controllers tunadili na ndege ambazo tunazifahamu, yani ambazo tunafahamu kwamba ipo. Hawezi provide separation kwa ndege ambayo uifahamu kwamba ipo. Si ndio? Kwa hiyo kwa sababu hii sisi tuna taarifa nayo, inawezekana kuna ndege nyingine ambayo key approach yuko nayo, yeye ana taarifa nayo. Sasa yeye atakuwa na taarifa na ile ndege, afu hapa labda hana taarifa nayo ambayo imetuita sisi. So tutafanya communication ili kusudi kupata separation nzuri katika zile ndege. Yeah. Inafahamika kwamba helikopta inaweza kutua mahali popote. Zaidi katika mazingira ambayo pengine hakuna watu wengi au hakuna makazi ya watu, inaweza ikatua katika maeneo labda kama shamba au katika kiwanja kingine ambacho pengine cha mpira, katika kutokana na maeneo ambayo inakuwa inaelekea. Lakini ile ruhusa ya kutua katika eneo fulani inatolewa na mwongoza ndege. Kama mwongoza ndege, unazingatia vitu gani hasa kutoa ruhusa ya ndege iweze kutua katika eneo fulani? Labda ni juu ya jengo au ni sehemu fulani. Ni vitu gani ambavyo hasa unakuwa unavizingatia professionally? Okay. Ni kweli kwamba helikopta inaweza ikatua sehemu nyingi ambazo hata kama sio viwanja. Lakini kulingana na utaratibu tulionao hapa Tanzania, hata kama ni helikopta hairuhusiwi tu kwenda kukatua sehemu yoyote. Hairuhusiwi, otherwise iwe na kibali kutoka TCA. Inabidi iombe kibali kwamba tunataka kwenda kutua sehemu fulani, wamejiridhisha wao hiyo sehemu itakuwa hivi na watapewa mwongozo gani wa kufuata kusudi mkatue katika ile sehemu. Kwa hiyo ndege helikopta yenyewe haiwezi kwenda kutua sehemu yoyote tukijisikia sasa naenda kutua kwenye uwanja. Anamuomba mwongoza ndege naenda kutua kwenye uwanja na unamruhusu, hapana, haiko hivyo. Inabidi awe na kibali husika kutoka makao makuu ambacho tayari na wewe unapewa kopi ya kile kibali kwamba hii ndege imeruhusiwa kwenda kutua sehemu fulani. Hapo zeni unaweza kuruhusu kwenda kutua katika hilo eneo. Na kama tulivyosema tunawasiliana kwa njia ya sauti kwa kutumia radios. Sasa anapoenda kutua sehemu ambayo haina mwongoza ndege lakini amepewa kibali cha kwenda kutua ile eneo, huwa kuna frequency inaitwa tunaita unmanned frequency. Yani ile frequency ni kwa ajili ya kufanya operation katika viwanja ambavyo haviko manned, yani havina controller. Kwa hiyo sehemu kama hizo wakifika kule, baada ya kumtransfer katika unit nyingine, tunampeleka katika hiyo frequency ambayo ni unmanned. Anatune kule ikusudi kama kuna operations zingine labda za aircraft zingine ziko ground, pia wanakuwa wanatransmit kule kwa unmanned frequency kwa lengo la kujuana, for awareness zeno wanafanya operation. Na pia ukiona helikopta inaenda kutua kwenye jengo, ujue pale kuna helipad, yani ipo tunaita helipad sehemu ya helikopta kutua. Ipo na inatakiwa na license iwe kabisa ina active license kwamba inaruhusu hii helipad imesajiliwa na iko fit kwa ajili ya operation ya helikopta. Kwa hiyo itaenda kutua juu ya jengo ambapo kuna hiyo helipad, is okay. Kama ni juu ya jengo ambapo kuna helipad ambayo ina license, haihitaji kibali kwa sababu ni sehemu ambayo imeshapitishwa na inaruhusiwa kutua. Kwa ndege itaenda kutua tu bila shida. Kwa lugha rahisi, ndege zinaweza vipi kutua katika kiwanja cha ndege ambacho hakina mnara wa kuongozea ndege kama ambavyo ilivyo katika baadhi ya viwanja vya ndege vilivyopo Tanzania? Okay, kuna viwanja vingi sana vina uongoza ndege hapa Tanzania. Kuna procedures ambazo zimewekwa kuweza kusaidia hizo operation za hizo aircraft. Sio kila sehemu kutakuwa kuna uongoza ndege. Na haijalishi kwamba kama hamna mwongoza ndege ndio ndege zisiende. Okay, ndio maana ikafikia hatua ya kutengeneza procedures ambazo zipo kuweza kuruhusu operation na katika hizo ndege ambazo katika viwanja ambavyo havina waongoza ndege. Kuna hiyo frequency ambayo ni unmanned frequency ambayo pilot wanaitune wao wenyewe wakishakuwa released na mwongoza ndege katika hicho kiwanja chenyewe. Wakishaitune wanakuwa wanawasiliana wao kwa wao, wanapeana taarifa kwamba
anatoa taarifa zake ambazo ni zile general information tu kwamba mimi ni fulani nakuja kutua hapo katika hicho kiwanja, niko mbali fulani na pasi labda level fulani hivyo, na natoa muda fulani. Kama kuna pilot mwingine yuko pale na ndege yake, anasikia ile kitu, kwa sababu si lazima atakuwa ametune kwenye ile nani, kwenye hiyo frequency. Kwa akisikia, anajua, anakuwa aware kwamba kuna ndege nyingine inakuja kutua katika huu uwanja, iwe anapita au iwe anatua katika kile kiwanja. Anaweza kasikia ni mazungumzo. Yani ukiwa katika eneo husika, lazima utakuwa unasikia au mazungumzo. Kwa hiyo ina maana kwamba yeye ndege ina broadcast inasema ninakuja kutua katika hiki kiwanja, niko labda umbali fulani, baada ya dakika moja natua. Kwa hiyo amna pilot yote ambaye anaweza kuingia kwenye ule uwanja, kwa sababu anakuwa pilot mwenyewe kashasikia kwamba kuna ndege nyingine inakuja kutua. Na kama akitaka kuondoka pia naye ana broadcast vile vile kwamba mimi ni labda ni fulani, ninavyosema fulani maana kwamba ni ndege fulani ya airline, let's say flight rank, maana wanasema unatoa airline na flight number yako, labda mimi ni flight rank 315, nina depart katika huu uwanja, let's say Selonela, ninaenda labda Arusha katika level fulani hivyo. Kwa hiyo akishasema kama kuna ndege nyingine ambayo iko maeneo yale pale, inasikia na naye atasema, then wao wenyewe mapiloti watajiseparate. Yeah. Swali lingine pia ambalo ni la kidadisi zaidi na watu wengi huwa wanajiuliza na wakawa wakituuliza pia katika baadhi ya maudhui yetu tulioshia kwenye mitandao ya kijamii, ni kwamba kuna huu mtazamo wa kwamba baadhi ya watu wanaamini kwamba ndege ina njia yake. Yani ndege haiwezi kupita tu kwenye eneo lolote tu, kuna njia ambayo lazima ndege ipite. Kwanza hii dhana ina ukweli, na kama ina ukweli iko vipi? Okay. Kwa haraka nikubali kwamba njia za ndege zipo. Njia za ndege zipo na pia sio lazima ndege ipite kwenye zile njia. Inategemea ni operation gani inafanywa na ile, yani ni aina gani ya flight inafanywa na ile ndege, na inatoka wapi kwenda wapi, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo hata njia haziko specified, yani hazijadefiniwa kwamba ukitaka kutoka sehemu fulani uende sehemu fulani. Kwa hiyo kama njia ipo ya kutoka ile eneo na ndege inawishi kupita kwenye ile njia, then itapita kwenye ile njia. Lakini kama njia haipo, ambayo specified route ambayo ipo yani haijatengenezwa kutoka sehemu husika kwenda sehemu nyingine, ndege inaweza ikapita eneo ambalo tayari linajulikana kwamba hamna obstruction, hamna milima katika futa ambazo ndege inataka kuruka, na inaruhusiwa kwenda kufanya hivyo. Umemention vitu kama milima, ni kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo ndege hairuhusiwi kupita kutokana na vikwazo ambavyo viko maeneo hayo, na ni vitu gani hasa vinaweza vikafanya ndege isiruhusiwe kupita katika eneo husika? Okay. Ndege kupita kwenye milima, juu ya mlima, sio kwamba hairuhusiwi, inaruhusiwa, lakini ni level gani inapita? Kwa mfano kama inavyotakiwa, ndege ikiwa inapita juu ya mlima inatakiwa iwe ni futi 2000 juu ya ule mlima. Kwa hiyo sasa hizi routes zinakuwa zimesha take care of hicho kitu. Kwa hiyo kama ukiona kuna routes zipo, kuna route charts zipo, kwamba ukiona route inatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, labda umeambiwa hii route inatakiwa ndege iwe katika futi fulani, kuanzia futi fulani. Kwa hiyo kishakuwa katika hiyo futi, maana kwamba inakuwa iko clear na all obstacles ambazo zitakuwa kwa chini. Na mtazamaji wa Aviation Tanzania, tupo na Mr. William ambaye ni miongoni mwa waongoza ndege hapa katika kiwanja cha ndege cha Arusha. Ameweza kutufahamisha mambo tofauti tofauti, ikiwa ni pamoja na mfumo ambao unatumika katika uongozaji wa ndege zinazotua na kuondoka katika kiwanja hiki, lakini zaidi ametufahamisha utaratibu na mambo mengi kadha wa kadha kuhusu zoezi zima la uongozaji wa ndege hapa katika kiwanja cha ndege cha Arusha. Mr. William, nataka nimalize kwa kukuuliza baadhi ya vitu kadhaa kuhusu fani hii ya uongozaji wa ndege. Kwanza, umekuwa kwenye fani hii kwa muda gani? Sasa ni miaka 5 na miezi kadhaa. Experience ya miaka 5 iko vipi mpaka sasa? General tuseme, kwanza namshukuru Mungu kwa kunifanya niwe air traffic controller, kwa sababu ni
ni kazi ambayo ni mtu akifanya aweza akajuta, as long as kama unafuata standards ambazo zimeshawekwa, yani taratibu ambazo zipo za unazotakiwa kuzifuata ili kusudi uweze kufanya kazi yako. Kwa hiyo ni kazi ambayo hautakuja kuichukia. Sisi katika jamii ya waongoza ndege tunasema ni kazi ambayo haina homework. Yani ukishamaliza kazi yako ni siku imeisha. Yani hauwazi tena kazi kwamba nina kiporo nilibakiza natakiwa nikakifanye. Ni kazi ambayo anakutana nacho mtu mwingine. Ya unayemwachia ndo kiporo chake, lakini ukishatoka pale hauna kiporo kingine. Kwa hiyo ni kazi inakuwa imeisha. Hauna vitu vingine vya kwenda kufanyia nyumbani vinavyohusiana na traffic controller. Sawa. Kwa kijana ambaye anatamani kuwa kama Mr. Wilfred William katika kazi fani ya uongozaji wa ndege, unampa ushauri gani? Short and clear, yani anatakiwa go for it. Hata kuja kujuta, maana ni kazi ambayo ni nzuri na atafurahia katika kuifanya. Shukran. Asante. Na ni Mr. Wilfred William kutoka katika kiwanja cha ndege cha Arusha, ambaye yeye ni miongoni mwa waongoza ndege ama air traffic controllers ambao wanafanya zoezi zima la kuongoza ndege kuhakikisha kwamba zinafanya safari zake kwa usalama na ufanisi katika kiwanja hiki. Kumbuka kuwa zoezi hili la uongozaji wa ndege na operations zote, shughuli zote za uongozaji wa ndege zinakuwa guided ama ziko chini ya Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA. Ni kushukuru sana wewe uliyetufuatilia katika sehemu ya kwanza na katika sehemu hii ya pili. Endelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, YouTube channel, LinkedIn, TikTok kama Aviation Tanzania. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Aviation Tanzania. Ni matumaini yangu kuwa utakuwa umeondoka na mambo mengi zaidi katika coverage hii tulioifanya kuanzia katika Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania TAA pamoja na katika Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA. Tupatane wakati mwingine. Jina langu ni Zena Kasim. Kwaheri.